Nashukuru Mungu niko salama. Ijumaa karimu na tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tupo. Mimi nataka nilizungumzie hasa kuelekea katika dabi ya Kariakoo. Kuna maandalizi yoyote kisaikolojia mmejipanga mkiwa wanatawi la Mwembe Simba kama alivyoniambia mzee wangu Malinyi katika viunga hivi vya Mwembe Yanga? Kijio cha Mwembe Simba tuko vizuri kabisa kuelekea dabi ya kesho. Na hapa unaongea na Saleh Abdalla Mwaipae au Mwaipae Ujini, katibu wa masuala ya ulinzi wa kijio cha Mwembe Simba. Kwa hiyo hapa Derek uko salama kabisa hapa, wala usachiwi. Umeimarishwa. Yaani umeimarishwa hapa. Jumanne Mlilo anajua kabisa Derek yuko hapa. Osidi wa Changombe anajua Derek yuko hapa. Polisi kata anajua Derek yuko hapa. Yaani huko sehemu salama. Bwana, mimi nataka nilizungumzie maandalizi, mmejipanga kisaikolojia kwa namna gani kuhakikisha lolote lile litakalokwenda kutokea katika ardhi ya Benjamin William Mkapa basi kwenu inakuwa haina shaka. Hilo namba moja. Namba mbili, mnakubali kufungwa mara 5 mfululizo na Young Africans? Hakuna kukubali kufungwa mara 5 mfululizo na Yanga hawa. Na vile vile sisi tumejiandaa. Fadlu Davis anakiandaa kikosi chake kuelekea katika mechi ya dabi hiyo. Hali ya kuwa akiwa kwanza kabisa anajua kabisa kama haya ni mazoezi ya kwenda kumtoa Al-Masry tarehe 1 mpaka tarehe 2. Haya ni mazoezi ya kwenda kumtoa katika mashindano ya Al-Masry tarehe 1 tarehe 2 mwezi wa 4. Na tuliziweka hizi mechi hizi kama punching bag. Kuanzia mechi ya Azamu, mechi ya Coastal Union na mechi ya Yanga, zote tuliingiza katika mfumo wa punching bag au mazoezi. Ni sawa bondia anaenda kupigana na bondia mwingine, lazima uane kwake kuwa na punching bag. Umeelewa? Ajiweke fiti katika masuala ya ngumi. Kwa hiyo sisi klabu ya Simba baada ya kupangiwa na Al-Masry na ratiba ya ligi ilivyorudishwa, kwanza tulifurahi zaidi kwa sababu tuliona kwamba sasa ni wakati mzuri kabisa wa kuendea kwenye mazoezi ya kujiandaa na mechi ya Al-Masry. Kwa hiyo watu wajue kabisa kwamba kesho tunaenda kufanya mazoezi. Na watu wanashinda kujua kama kwa nini mazoezi. Labda itakaa uulize mwandishi habari, kwa nini umesema mechi zote mazoezi? Kwa nini mazoezi? Mazoezi huwa anakuwa magumu zaidi kuliko mechi. Umeelewa? Mazoezi yanakuwa magumu zaidi kuliko mechi. Kwa sababu kwenye mazoezi inabidi mwalimu awaandae wachezaji wake waweze kukimbia karibu hata kilo 7. Na yani kilomita 7 labda kwa muda fulani, umeelewa? Lakini kwenye mechi anaweza akakimbia labda kilomita 2. Sasa ndio angalia mazoezi yale. Kwenye mazoezi wachezaji wanafanya mazoezi ndani ya masaa 2, lakini katika mechi ni dakika 90, saa 1:30. Kwa hiyo ndio utakapojua kama tunakwenda tumechukulia mechi ya Yanga hii kwamba ni mazoezi tosha ya kuelekea kwenda kumtoa Al-Masry. Kwa hiyo watakachokutana nacho kule, tunachoomba kitu kimoja ni kwamba kama vipi kakabidhiwa huyu Alajige toka kipindi huwa mimi nazuia yani madhaifu yake. Ana madhaifu tena. Ana madhaifu mengi sana Alajige. Huwa namzungumzia sana mwenye Alajige. Lakini kwa mechi ya kesho, kwa sababu kapewa mechi, hatuhitaji kubalance matokeo. Kwa sababu kuna baadhi ya waamuzi hapa Tanzania wana balance matokeo. Yaani refaria anaenda yeye na suluhu yake. Bwana, hii mechi nataka nipate heshima hii. Nataka hii ngoma itoke suluhu. Wakati mpira huko hivyo, umeelewa? Mimi nimeona hata kuna kasoro hata moja hata mechi ya nini. Kwanza hata ile mechi ya Fountain Gate ile mechi ya Alajika kachezesha, kuna goli murwa kabisa limekataliwa la nini. La huyu Shabalala katoka kwenye nyuma kwenye mgongo wa mabeki wa nini. Fountain Gate imepigwa pasi katikati pale. Na sheria za mpira za FIFA zinasemaje? Mabeki wale ndio wanaangalia wanavyoshambuliwa. Wale mabeki wa Fountain Gate walikuwa wanakuja hapa, Shabalala katoka nyuma huko. Anaingia kwenye shimo, wale mabeki wanampisha. Anaenda kusikia goli, nasema offside la nini? Kwa sababu mpira umewekwa ili ucheze, watu wasikumbie mpira, umeelewa? Kwa yote tunachosema vipi? Kwa kesho atumie sheria zake 17. Asije na makando yake ya nje ya uwanja. Kwa sababu wamempa dhamana na kafu wenyewe wanamwangalia katika mechi ya kesho. Wanamwangalia kafu. Kwa hiyo kama atakapobolonga huenda atakapoonyoka kamfuta katika urefali wao. Pengine labda inawapa ugumu kiasi gani mnapokwenda kukutana na Young Africans, hususan kwenye kujiandaa kisaikolojia mkiwa kama mashabiki, na pale mnapoiona timu yenu inapokuwa haichezi vizuri ndani ya ardhi ya Benjamin William Mkapa? Nyinyi mna imani ya kwamba Simba ni bora kwa sasa, ila mashabiki wengi wa Young Africans na uongozi wa Young Africans wanadai ya kwamba Simba hii ni mbovu kuliko ile ya zamani.
Angalia mechi zote ambazo wametufunga Yanga, nani alikuwa anacheza nyuma mpira? Yaani kama mwandishi unaingia uwanjani kila siku, hakuna hata mechi moja Yanga kafunguka acheze na Simba. Hiyo haijapata kutokea. Na zile 5 tumefungwa goli 5, umeelewa? Angalia, tumefungwa goli 5. Yanga wamecheza nyuma mpira, wachezaji 7 nyuma mpira, umeelewa? Lakini sisi tunakwenda kushambulia kwa sababu wachezaji kama kina Chama alikuwa tayari wako katika katika mfumo wa mishahara pale, umeelewa? Kurudi nyuma huko mfumo wa mishahara, yani nje ya uwanja, kurudi kwenda kukava nafasi yake pale, Chama anachukua karibu sekunde 8 kwenda kumkaba mtu, na ndio maana tukapata ile adhabu ile pale ya kufungwa pale. Na ndio maana mimi kupitia Tamidia alikuja kunioji hapa, nilizungumzia zile goli 5 hajafungwa Simba, zile goli 5 walifungwa wachezaji kina Manula, kina Chama, kina Inonga, kina nani. Na ndio maana tuwaambia viongozi wetu wawaondoe hawa wachezaji haraka sana, kama wanataka kukaa madarakani, umeelewa? Wakaondoa wachezaji wale. Na kuuliza swali, angalia mechi zote ambazo Fadlu Davis kacheza pale Mesia. Yanga yani sisi Simba mechi zote tumeloma nani marefari. Elisasi kaimeza penalty ya kijili. Dakika ya mwisho kabisa Mesia kwenye ngao ya Isani. Anakata ndani ya boxi na Boka pale kaimeza penalty. Huyu nani Mesia? Huyu Kayoko huyu kameza penalty 3 za Kibu Dennis. Kameza goli la Kibu Dennis. Sasa hapo sisi tuko vizuri. Na sisi yani sisi watu wenye mpira Tanzania, mashabiki wa Simba, na ndio maana kama alivyosema huyu nani mwenyekiti wangu hapo kwamba wamekata tiketi watu wengi sana mashabiki wa Simba, lakini mashabiki wa Yanga hata siku moja huo, yani wale mashabiki wa Yanga hata akiingia uwanjani pale kama amezimia hivyo wamezimia, lakini mwishoni kama ndio ameshinda ndio wanashangilia goli mwishoni, lakini wakiingia pale kama amezimia uwaone. Sisi tuna uhakika yani kama wachezaji wote wakiamka vizuri, uamuzi kuwa sahihi. Mimi niko hapo kwenye uamuzi tu, kwa sababu waamuzi wote ambao nimekutajia hao waamuzi wote wanakula zaidi ya dakika 10. Mesia, zaidi ya dakika 10 wanakula. Kumhoji tu mtu yani mchezaji kafanya kosa, piga filimbi tuondoke, ataitwa mchezaji, wewe kurudia mara ya pili mara tatu, muda unakwenda. Sisi muda unakwenda. Ndio maana sisi waamuzi huwa wanatutoa kisaikolojia wachezaji wetu kupitia hapo. Na kama wachezaji wa Simba wamejenga kisaikolojia bwana, muamuzi ni huyu Elajige, msimfateni, chezeni mpira wenu. Yanga anaenda kula goli 3 kama kasimama. Yanga anakula goli 3 kama kasimama. Yanga hii hawana historia ya kuifunga klabu ya Simba mechi ambazo zimechezwa usiku. Kama mwenye nayo historia aweke hapa mezani hapa, mimi nimefunga hapa, ndampa shilingi 2000 hapa anywe soda sasa. Tumeanza yakina nani Mesia nani Felix Suzu au na Moshi Boba anatia kamba kule, umeelewa? Tumeenda Zanzibar tumeagonga, umeelewa? Tumewafunga. Mechi zote zinazokuja usiku kwenye historia Yanga hawajawahi kutufunga. Kwa hiyo tunaenda na confidence hiyo, na tunaamini kabisa kama refari atakuwa yuko fair, sisi tunaenda mpaka kipindi cha kwanza Yanga kachachukua goli 2 bila. Mpaka kipindi cha kwanza Yanga kachachukua goli 2 bila. Na jamii kitu gani haswa nikimalizia na hiyo? Umekuja vizuri zaidi Mesia. Kwanza naamini performance ya timu yangu. Elia Mpanzu peke yake Mesia, Elia Mpanzu peke yake Volcano Mesia. Kwanza wajua kabisa Elia Mpanzu, kwanza jina la sasa anaitwa Volcano. Elia Mpanzu pale. Nikiwaangalia wale mabeki wale wa Yanga pale, naona kadi nyekundu 2 naziona. Naziona kadi nyekundu 2. Kwa nani hapo? Iba Ibaka na wao nani Dickson Jobu. Na bondia wao sio hilo Boka. Hilo Boka ni bondia yule, sio mchezaji. Boka ni bondia tu, sio mchezaji. Na uhakika Elia Mpanzu ndani ya kipindi cha kwanza kama itakuwa fair, wale tumisha alaza maiti wale. Zungumza na mashabiki kuelekea katika mchezo huo wa Simba, mnawaahidi kitu gani haswa na uongozi mzima, management nzima? Mashabiki wa klabu ya Simba msio na wasiwasi, Simba nguvu moja. Tunakwenda kucheza mechi ambayo tumesema ni mazoezi, na kawaida mazoezi yanakuwa magumu zaidi. Uvumilivu ndio unakuwepo, tukawape supporter wachezaji wetu na viongozi wetu, kwa sababu kauli mbiu ni Simba nguvu moja na ubaya ubwela. Kwa hiyo tukaoneshe nguvu hii hapa hivi, tuwapelekee moto pale, kwa sababu mpaka sasa tiketi zao zimedoda kwa sababu kwanza hana msemaji, umeelewa? Tiketi zao zimedoda,
hamna mtu anaenda kununua, kwa sababu kawaida ya Yanga ni kuingia bure, umeelewa? Kwa hiyo hata uwapigie kelele vipi, hawa wanatakiwa wapigwe na mikwaju ndio aende uwanjani. Yani mechi yao hapa, lakini mpaka wanatakiwa yani hapa wanatakiwa tena. Nilikuwa na mambo Jumanne Mlilo, yani madefender apite nyumba mpaka nyumba, yakamate mashabiki wa Yanga yakawabwage uwanjani, waoga hata bure waingie. Yani hata bure akiwaambia Mesia hawaingia watu, sio wana mtindikio wa akili hao, wana upungufu wa akili, inabidi wapime, kwa sababu kama timu yao wanasema inafanya vizuri. Sasa hizi ndio itakiwa sisi tiketi za Simba tuende kununua kwa mashabiki wa Yanga, umeelewa mpaka hapo? Yani mashabiki wa Yanga itakiwa wameshachukua tiketi zote. Sasa tunatafuta tiketi kwa tochi, unamuuliza shabiki wa Yanga, bwana na mimi nataka niende mpilani, lakini nenda kaangalia tiketi imerundikana hapo. Jamaa anapiga simu hapo, anatamani yote achukue matiketi abwage nje, watu waokote bure tu, na hata bure watauza. Hawa si watu wa mpira, hawa ni watu ambao yani hawajitambui. Kwa sisi washabiki wa Simba, jamani, twendeni uwanjani kwa wingi tukaisupport timu yetu, kwa sababu mbinu za Fadlu Davis tumeziona, na vile vile twende hali ya kuwa tukaangalia mpira katika hali ya amani, na turudi katika hali ya amani, kwa sababu sisi ndio sifa yetu kuwa na amani. Shukrani sana. Mwisho.